Sina uoga tena niokope kwa sababu niko kwenye na hiyo ni ukweli. Tena mimi ni mtu sijitapi. Mimi ni mtu mwenye kipaji, nikiimba hapa wewe bala. Asante sana. So mimi nadhani tukimalizia hapa kwa debate yetu, afu kwanza nikushukuru kuona umechukua muda wa, lakini unajua bataniba akapela watu wasema kama kweli mimi naweza. Akapela ni kwa sababu tumeongea kama mtangazaji, lakini akapela kwa kuwakumbushia mambo ya zamani. Kama mimi mfano wangu mimi hapa, mtu akiniambia hivi, ewa tunakuweka kwenye uwanja tuoneshe kidogo, unajua kupiga zile kandanda nini, lazima nichukue kandanda. Wasemaga kwa Kiswahili chetu wasemaga jongle, piga jongle. Jongle ni zile za miguu mbili hivi nini, zile ndio ukienda kufanya test kwenye uwanja tu fulani, lazima ufanye zile mbili. Ukiwa uweze hata kupiga 20 lazima uende. Lakini kwa kitu kimoja tukongelea kwa msanii mkubwa, msori turudi nyuma kidogo, about Lizo. Manizo for Shizo, mzizi wa Jizo. Unajua yule jamaa anajituma, lakini kuna kitu kimoja ambacho kule kwenye JS Production. Sasa kwanza nimeona siku hiyo JS Production wewe ulipoepo pale mimi. Hebu nipe habari kwanza kitu kimoja. Hivi wasanii wetu wana nini haswa? Wanakwenda kusani kwenye JS Production. Sasa kuna makampuni zinaribu wasanii hicho kitu, unafahamu hicho kitu? Najua. Sasa imagine JS Production inakosa kitu gani ili iweze kumfanya basi leo kuwa msanii bora kwenye nchi yetu ya Burundi? Haijakosa kitu kwa sababu wanajamini pesa. Hawana pesa. Angelikuwepo na pesa, basi kama saizi Lizo tunamsikia. Mimi sijamsikia hata Lizo. Amesaini, wameshaanza kufanya kazi pamoja, na kuna nyimbo inaitwa Umururumbo walionekana kwenye ile logo yao, nembo yao ilikuwa pale. Sijakataa. Ile nembo sijakataa. Wanamsaidia. So kwa hivi kuna nyimbo mpya inataka kuja. Unamfahamu Angela? Wa Konde Boy? Angela mfahamu leo kwa Konde Boy. Mpya pia. Yeah, Konde Gang. Imagine watu kama wale anasainiwa siku moja. Saizi unajua anakuwa wapi? Kule na nchi kwanza inasonga mbele kuliko sisi. Na sisi sio tatizo nchi. Kwanza ikiwa imesonga mbele huku. Alafu na wale wenye wanasaidia sio tatizo nchi. Wajaribu kuiga kitu ambacho wanakifanya kutokana na. Mimi nasema ukweli. Nchi zinakushinda sisi kusonga mbele. Kwenye nchi ya Burundi msanii kama Lolilo wala Big Farious. Kama ni wasanii ambao wana kijumba kikali, kigari kikali, tena wana ofisi yao kali. Unajua ni kitu gani? Wasanii wetu hawajielewi. Hapana, na inchi kwanza inatakiwa isaidie. Sio inchi mwenyewe wote kila siku mnalilia inchi ifanye nini? Hivi unataka mpaka siku utapata rais msanii ndo akimiliki. Imesainiwa akimiliki. Tanzania kuna akimiliki. Wanasaidia. Nani? Tanzania wanafanya kazi kwa muziki. Anakuuliza akimiliki ipo Tanzania. Unaona wa Tanzania kwanza. Wakifanya hata show. Inakuja saizi Basata. Haina hata mwaka, hana hata mwaka miwili Basata. Okay, hata mwaka mmoja. Burundi imekuja hata dakika 2. Tatizo si ni hiyo. Sasa unajua kusema kimiliki kuja inakuja kuona kwanza wasanii watumikaji kwanza. Kwanza tunakosa upendo. Burundi. Sijapata watu ambao wanaingia kwenye muziki sana. Tunakosa upendo. Nyinyi mnataka mpaka siku patakuwa rais. Mimi ni kwa rais ndo muziki usonge mbele. Sio mpaka rais. Hebu naambia unaona kama Professor J ambaye na Professor J sasa ni mbunge. Walimtia pale kutokana ni waliona huyu jamaa anafanya kazi. Tukimtia hapa akili zake sasa kwa sababu wataenda kukutia wewe ambao unasimama na kwambia ngoti una Mkobelo Kidengeri. Mkobelo ndo nani? I don't know. Mkobelo mimi sitaki usiseme kama STB sijui mimi sitasema hicho kitu. Mkobelo Sebastian. Wewe sijui Ndugwe. Sijui una Bidengeri unaona? Sasa watakutia pale wewe Kidengeri unalewa. Utafanya nini? Mkobelo Sebastian Mr. Champa. Sijaongea hicho kitu. Bro mimi sijasema ndo nilisema. Ndo majina aliyopewa. Najua kama babake ni pasta alafu ni wa Kongo anaitwa Mkobelo Sebastian. Nafahamu hicho kitu. So, Ismail anakuambia kwamba sasa tukiwatia wale wa jamaa pale watatulewesha. Tutakuwa kitu. Eti ni bugali ya makololo. Sasa hivi nahitaji kufahamu hivi rais ambaye anasimamia muziki wa Burundi ni nani? Itakuja tu pole. Bochum. Si ni Bochum. Ule jamaa anafahamu muziki. Ameshamchange. Anakuwa nani sasa? Hivi anatumia ni nani? Kuna Amiko mbili. Ni zipo mbili Amiko. Kuna Amical des Musiciens. Ndio ile ilikuwa na Bruno Memba amefariki kwa amechukua na Freddy ndio huyo Bochum akawa amemhudhuria kwa muda. Alafu kwa hivyo wamechange wakati ya Romeo alikuwa ni msanii kwa Etoile de Ndio Romeo anasimamia hapo. Alafu nyingine unaiongelea ni ile ya Bangi ambayo ni cooperative. Imagine tunamtia Romeo. Romeo si msanii wa zamani. Tena mkubwa. Hata Freddy alikuwa ni producer wa zamani na mpaka sasa anafanya kazi. Romeo si msanii mkubwa. Hivi unafahamu nani ambaye anasimamia kule Tanzania mambo ya wasanii? Ni nani? Unafahamu? Umfahamu. Nitamkwambia baadaye, lakini kuna msanii mkubwa anasimamia. Hata Diamond ndani kwenye kamati. Watu wale wa jamaa wana akili. Hivi unamchukuaje mtu ambaye alisha expire? Afu kitazama alichokifanya nyuma hajawahi kuwa hit. Hajakuwa hit. Hajafanya kitu kikali. Sasa unataka afanye nini huyu? Hawezi kufanya kitu kile. Hivi kwa nini usimtii basi? Kwa nini ndio ile leo kimti? Lakini mpaka sasa nani anahiti juu mweke? Nani? Mpaka sasa hapa Burundi nani mkali wa mweke? Farious ndio mkubwa wanaamini hapa.
Tatizo wanasema hivi, tukimchafa Riazi vinaharibika. Sijui atakuwa mwana wa mama, sijui watakutana Bantu Boy nzima. Ndio imefanya ndio imesonga mbele wengine, ndio tatizo hiyo. Alafu sasa hivi utaenda kumsaidia mtu pembeni kule na nyumbani pako bado hawajapata. Ndio kile kitu ambacho sisi watoto wa mjini kinatushinda. Wao wanataka umsogeze mtu wako hapa, alafu ajui kitu. Hataharibu kazi, anatuharibia si wananchi. Chukua yule ambaye mwenye kipaji chake mpatia ikae. Umeona? Kama alivyosema Fariazi, mimi kuna neno alisema pale, anakuambia kwamba hana mpango wa kumsainisha Q-Boy Msafi. Ulisikia hicho kitu? Ule kumsainisha kwenye lebo ya Bantu Boy, ulisikia? Au kusikia hivyo? Nimesikia tujadili hicho kitu. Unaonaje hapo hicho kitu? Alitaka kumleta pale sio juu Q-Boy aimbe muziki wa hatari Burundi. Ni kutaka Tanzania wafuatilie tu. Mbona? Yaani kusudi sisi Tanzania tufuatilie, hapana sisi wenyewe kwa jasho letu tujitoe. Lazima tumtie mtu ambaye ashafika Tanzania. Dadi, hiyo ni kosa. Sio sawa. Sio sawa. Kosa. Hivi Diamond alichukua nani kusema Burundi mfahamu? Diamond. Nikamwambia njana alichukua nani Nigeria ile Burundi mfahamu? Njana zipitia Diamond au Konde Boy. Wale wakifika Burundi hata kama ikiwa show waliwaita. Wakiwa kwenye stage pale, unasikia anaanza kukwambia eti Warundi sijui nawapenda. Nitafanya collab na fulani. Anamtaja msanii wa Burundi. Konde Boy alifanya hivyo kule. Nitamsainisha msanii wa kwanza kwenye Konde Gang. Alikuwa afungua Konde Gang. Msanii wa kwanza toka Burundi, tena tafungua kituo cha Konde Gang Burundi. Ile ni kwa nini? Alitaka watu kwa ile show kwanza washabikie sana. Walifika wanashabikia. Diamond alifika Burundi mara ya kwanza, alimba collab na Lolilo, alirudia pia alifanya nini? Akawaambia watu eti mimi na Burundi namjua na Lolilo pia, na mtu alinipokea sana, mshukuru. Yeye tu ni kusema nini? Yeye hiyo ni njia zake za kuonyesha kwamba alisainisha nani. Hakuna somo moja alisainisha. Ngoja siku zingine au kwa kusikiaga habari eti Black J ataenda Tanzania wamsainishe kwenye Wasafi. Hicho ni kitu kizuri. Sawa, lakini kwanza mbele kumsainisha Kiboi, hebu tufanye kwanza si wenyewe kwanza mziki wetu mkubwa watukubali kwanza. Mimi kama Fariazi sijamleta kwanza Kiboi kwa sababu Kiboi ni Mrundi. Sawa, hicho kitu kinaeleweka, ni Mrundi. Aimbe nyimbo yeye kama yeye mwenyewe, kama zile collab. Zile collab ni moja kitu kitamfanya wamsikie kule. Zile collab kama wale wasanii wa kule wakizitia nguvu na wao. Kwa kuposti kama gisi unaona Jux alimfikisha Fizo pale kwake. Afoka posti akaonyesha amefurahi kuona Fizo amefika kwake. Fanya video nzuri. Ile kitu kizuri. Afanye video nzuri. Ile collab ikitoka afu anafanya video nzuri. Jux anaposti. Inasaidia kitu kwa upande wa Fizo. Wafanye video nzuri. Itakuwa kinyume na Satubia alifanya collab na Slay hajawahi kuposti. Unaona, imagine hicho kitu. Alafu kwa nini tusimwambie bwana mkubwa wangu watu warudi tunajifanya kama tunajua kitu akaita tujue. Bwana Jux, unajua mimi hapa mdogo wako niko hivi. Sasa hii wimbo na iposti kwenye account yako. Itakuwa nini? Kwenye account ya YouTube. Unaokopa, watakopa hizi pesa zitakuingia kwa Jux. Zitaingia lazima. Lakini wanasikiza kwa percent. Siku wanaongea. Wanasikiza pesa hizi tunagawa percent. Wewe unajua kitu gani unachokitaka? Unataka wewe uchukue ile wanasemaga ni kuchukua ile soko. Umeona, kuchukua soko kule kwao. Sasa kama ufanye kitu itakuwaje? So labda tungekwenda kumalizia. Okay, acha nikushukuru kwanza kwa umechukua muda wako na kutufikia sehemu ambapo tumekaa kufanya kazi. Ni kitu kizuri. Alafu na asante sana na tunamaliza. Mungu akubariki sana. Mimi nashukuru sana kwa sababu umeniita tukafanya mchakato wa About Music ya Burundi. So usikose kusubscribe na kushare and comment our channel TV Ami Show TV. Yes, kama ilikuwa ni hivyo, ni Rossi presenter na nilikuwa pamoja na MB Boy promoter. Tulikuwa tukijadiliana na kufanya debate kwa muziki wa Burundi. Kwa hiyo niwashukuru kwanza ambao mliweza kuchukua muda wenu na kutufuatilia, pia na wewe ambao ulikuwa hujaweza kufanya subscribe kama nilivyokuambia uifanye, alafu pia wewe kwanza kupata vipindi vyetu. Usisahau kufanya share kwa wenzio waweze kupata kitu kikali. Like, comment pia inahitajika, na mimi na wewe pia tukutane next interview, itakuwa ni sawa zaidi. Urashaka makuru mashasha meza kandagezweho, fyonda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe. L trending iriho kubganyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records, RTB, with the key to success.